tukikuabudu na kuliamini jina lako kwa kuwa ni jina lililokuu. Ziunga madhambi zetu ili Mungu wako usafi kwa damu ya mwanao Yesu Kristo iliyotiririka msalabani. Tukikushukuru kwa fadhili zako, tukikushukuru kwa wema wako, uongozi wako na ulinzi wako. Bali tuliofika Baba ni kwa ajili ya sifa zako, jitwalie uko katika kiti chako cha ufalme. Tumejumuika kama kanisa la wanaume ili tukaweze kukuabudu. Mungu Baba, atakapokuwa nikinena mapenzi yako, naomba Roho Mtakatifu awe nasi, tukiomba ufunuo kutoka kwako na ufafanuzi wa neno lako Baba, kadiri ya mapenzi yako. Tuzuie na kila hila ya mwovu Shetani, Ibilisi ambaye riba nafsi zetu tuungane katika jina la Yesu Kristo. Tukiomba Mungu Baba na kukupa nafasi ili utawale kila nafsi iliyo mahali. Unene nasi manake tutasikiza tamati sifa zote zitakurejelea. Na yote kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi na aliye mwombezi wetu. Kisha na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupatia tukaweze kumwabudu na tukaweze kuyapokea mawasia yake. Madamu kuna wale ambao wanijui, jina ni Pastor Jonathan Kibuba kutoka ABC Tatani. Tulikuwa tuanze mkutano saa 8 na kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika ndio tumeanza tukiwa nyuma ya masaa kidogo, lakini Mungu atajidhihirisha katika kila jambo. Kulingana na sheria na amri zake Mwenyezi Mungu ni kwamba wanaume wakutane mara 3 kwa mwaka. Safari ya mwanzo tukakutana lini? Mkutano wa mwanzo? Mkutano wa kwanza Januari. Wa pili Mei. Wa tatu August. Bwana, mimi nimekataa. Mkutano wa kwanza tukakutana August. Mkutano wa pili tukakutana Januari. Mkutano wa tatu wa kufunga mwaka tukakutana Mei. Alafu hivi tunaziweka kando. Kweli si kweli? Kwa hivyo mkutano wa mwaka wa kwanza ni mwezi wa 8. Kwa hivyo leo tunamalizia mwaka wetu kama wanaume wa Africa Brotherhood Church. Alafu hii yetu tunaifunga na tunaiweka chini na hatuitupi, tunaweka tusubiri ya mwezi wa 8 tuanze tena mwaka mwingine. Na ndio sababu hapo unaona pameandikwa August 25 ama August 25 to May 26. August 2025 to May 2026. Kwa hivyo mkutano wetu wa kwanza unaanza August alafu unaisha Mei. Kwa hivyo huu ndio mkutano wetu wa mwisho. Ili sasa tukasubiri mkutano mwingine ujao ambao unaongea kuhusu growing step by step holistic utukufu wa Bwana. Wakolosai kifungu cha kwanza mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Neno la Mwenyezi Mungu lasema hivi: kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjaze maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wote na ufahamu wa Roho. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mstari wa 11. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake,
mpate kuwa na saburi na kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Paulo akiandikia kanisa hilo la Wakolosai akisema kwamba wanazidi kukaa katika hali ya kuwaombea kutokana na zile habari ambazo wanazipokea kutoka kwa kanisa la Wakolosai. Walikuwa wakipokea habari ya kanisa la Wakolosai, jinsi wanavyoendelea kukua kiimani, kukua katika neno la Mwenyezi Mungu na katika pia ufahamu wa hilo neno na maarifa. Nikijaribu kuunganisha Biblia ya 2023-2024 Establishing Fathers Legacy ambayo ilitolewa kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati Deuteronomy 6:6-7 ambalo lilikuwa yaongelea juu ya sasa sisi kama wanaume ama kama wazazi wa wanaume kuwafunza watoto wetu wale ambao ni vijana ili wakaweze kuzifuata nyayo zetu. Ningependelea kuona kanisa ukiendea na kwenda na kanisa ukiendea na ukua. Na tukiangalia ni kwamba sisi kama wanaume nyakati nyingi ama wanaume wengi they are very busy in a certain manner that wameacha ile kazi ama yale majukumu tena kwa wanaume. Au kama kekala tumona makatuta na kama kekalande na tumwili tumakakuta, lakini katika enzi hizi zetu tunaona kwamba jambo kama hilo halifanyiki, na hata wanaume wengi hawachukui ule muda mchache kabisa kuongea ama kuongelesha vijana wao. Kwa hivyo tulifunzwa kwamba tunapaswa kukaa na vijana wetu na tunapaswa kuwafundisha. Baadaye tukiisha kuwafundisha ili waweze kuzifuata nyayo za Mwenyezi Mungu na pia waweze kukua katika neno la Mwenyezi Mungu, tena tunawafundisha jinsi ya overcoming the barriers of serving the Lord. Hiyo ni timu ya 2024-2025. Overcoming barriers of serving the Lord. Wakiisha sasa kulitambua lile neno na wakiisha sasa kutambua Mwenyezi Mungu na kumpokea na kukua katika imani, zile changamoto ama vile vizuizi ambavyo watakumbana navyo katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, sasa tuwafundishe jinsi ya kuweza kuzuia hivyo vizuizi. What does it mean to serve the Lord? Serving Lord means worshiping God and God alone. Worshiping God and God alone. Na hivyo vizuizi vya kumwabudu Mwenyezi Mungu, mojawapo tuliona kwamba loving our possession. Ukaona mfano that young rich man ambaye alipokea Yesu Kristo, ambaye alikuwa anataka kuzaliwa mara ya pili, akaambiwa hauze chochote vile vyote alivyo navyo kisha mfuate Yesu. Akaona jambo hilo haliwezekani. Hicho kikawa ni kizuizi kimoja cha kumwabudu ama kumtumikia Mwenyezi Mungu. The fear of suffering. Mwingine anaweza kuona akimtumikia Mwenyezi Mungu, akimwabudu. Kuna jamaa mmoja wakati mmoja miaka yapo hapo awali hapo back 2000 ambaye alihudumiwa juu ya wokovu. Na kila watu hataangiwe akulie na atangiwa kaisa chao na bonisa makete ya neo. Kuchue yalikisi nudo maisha alamu ikala atangiwa nukubi aikala maisha na aikala maisha nukuwa wanichao ya fear of suffering. Our social status. Anaitwa Nicodemus. Yule waendie kuangalia tuko akiogopa kwa sababu alikuwa ni mtu alisifika. Anaogopa kuonekana kwamba anaenda amempokea Kristo. Anaenda usiku akiwa anajificha. Our social status. Pia wewe Mungu kuga kilasi chake
kazi ataanza masaa hivi udhaiga. Mume ukiangalia someone ana masaa, hana hayo masaa, hana huyo muda. Hakuna other business to meet with other business men. Ili waende wakaongea mambo ya biashara. Anaona kwamba muda kama huu wa kuja kwa mkutano wa wanaume, anaona kwamba it is wastage of time. Forgetting our origin. Hayo ni baadhi ya mambo yale ambayo tuliona kwamba yanazuia mwanaume asimwabudu na asimtumikie Mwenyezi Mungu. Na kwa wale ambao wanakumbuka, tuliongea mambo mengi sana katika hizo dini, how to overcome those barriers. Na baada ya kuunganisha, kama mzazi wa mwanaume, tumefundisha mtoto wetu kuzifuata nyayo za Kristo, na tumemfundisha kwamba kuna vizuizi vile ambavyo vinaweza kumzuia asiweze kumwabudu Mwenyezi Mungu na asiweze kumtumikia ipasavyo. Sasa huyo ambaye amefundishwa, yule ambaye ni mwanaume, anapaswa kuonekana akikua, growing gradually. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anapaswa sasa kuonekana akigrow step by step to holistic maturity. Wakati mmoja Paulo akasema kwamba when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. And when I became a man, I put childish ways away. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yale ya kitoto sasa akayaweka kando. Kwa hivyo katika hii inawadhiri, tunataka kuona mwanaume sasa ambaye ame-overcome the hindrances of serving the Lord. And now he is growing gradually. He is growing step by step. What does it mean to grow step by step? A change from one level. Nikiuliza umundu 2026. Na wewe hapa mundume. Waondo kwa hii 2020 mpaka mundu wewe. Is there growth? Hakuna growth. Hakuna kukua. Na katika kukua unapaswa kuonekana ukikua hatua kwa hatua mpaka ukafikie ukomavu. And it is not automatic. Growth does not come automatically. We have to make it. We have to make it. You have to work hard in order to grow. You have to commit yourself. You have to be teachable. Na ni lazima ukubali to change your status in order to grow. And this is a lifelong journey. It is a process. It is a lifelong journey. Sio kitu ambacho unaamka sasa hivi na kesho utakuta umekomaa. And that's why we are talking about growing step by step. Because it is a process. And you need to grow in diversity. You are not growing in one area. You have to grow in diversity. Balancing your physical, your mental, your emotional, and spiritual well-being. And you need to balance all those areas that you may grow. You have to balance. Hauwezi kaegemea upande mmoja na upande mwingine ukasahau. Your mental, your spiritual, your physical. And it is moving from dependence to self-mastery. Moving from dependence to self-mastery. Hiyo haiko kwa theme. Nimejaribu kusummarize theme kwa sababu ya muda. Nimejaribu kusummarize, kwa hivyo niko na notes ambazo nimesummarize. Nataka niwapatie 4 stages of growth. Hiyo haiko kwa theme.
za kukua kwa mtu, ama 4 stages. Atuone, the first stage ni tick stage. Tick ni kama mbili. Tick mbili. Ama kwa Kiswahili kupe. Kuna stage ya mwanadamu ya kukua ambayo ni kupe. Anafika kiwango cha kupe. Ya pili ni dog stage. Not dog but donkey. Ya pili ni donkey stage. Sote tunajua donkey. Si ni moja. Na kuna ya tatu ni ya mbwa. Na kuna stage ya 4 ni ya paka. Sisi wote stage ya Mungu sio kwenda. Stage ya 4 ya 2 Mbona kachuni ya kaka kwa tu. Kaka stage ni ya 2. Mbili tupanda saishi. Juu na hiyo ndio kwa zile stage ya 2 kwa parasitism life. Parasite ni gani? Kazi ya parasite ni kunyonya. Kuna wakati ulikuwa katika hiyo stage ya parasite. Wewe umewao kwenda wa kunyonya, kuneo. Na ukaja ukatoka hiyo stage, and most of us are in the second stage. Aingia mwaito na kama school. Alama school bado they are living parasitism stage. Aingia mwaito to stage ya ngoi wale kutumbula wewe. Ngoi wale kutumbula wewe. Na duko na wanuyumba neti. Aiya. Bila na kwa wanuyumba neti. Duko na wanuyumba neti. Watu wakumaki mambo cha akili huko, gudi kabusi. Pende kabisa baadhi komi wakuma siara. Gili huko. Niko kwenda kaliu. Niko kwenda basic needs. Wewe kutumba na wewe. Sio basi kila. Usuli stage ya moyo. Stage ya katabu ya kiti. Bado tunapenda stage ya kiti. Labda tiko ni. Mzee ndo maka. No. Yes. Asu. Unataka kesho. Mami, you asu. Wewe ungewa unasema nyingine ile siku. You asu no message ya kiti. Ya ukome ya mali la mama ndiye. Nikana Malala mekia ila mama ni ndio makilete stage ya chao. Ni makilete stage ya mwini. Yuwe aone kusobea. Malala ya mama ndiye maikumi ya mali sisi kendezo unanikana. Kila kile kwa chaka msugu. Ati lazima na kwenda kwake. Nikienda kwa stage ya mpaka. Leo ndio alitumia ni ndio ndongi ni kwa chake kana ndina kabila. Starehe mpaka wana yeye kama bauso wasati na ibada ndio wote ndio zikende tu stage ya kana stage ya maisha mama na hiyo stage ya donkey ukiangalia muda wako hapo hii stage ya paka kala maisha yako. Watoto na bonde sike kala maisha yako. Wanaanza bila stage hiyo ukiharibu wakati wako hii stage ya punda sasa. Hii ambayo sasa ni ya kutafuta. Ni stage ambayo is very sensitive. Because it will determine the rest of your life. So that's why we have said that growth involves moving from dependence to mastery, to self-mastery.
whereby you depend upon yourself. Unafika mahali sasa unajitegemea. Sasa ukiwa katika hiyo stage ya punda, unajitegemea. Wewe ndio unajitafutia vitu vyako vile ambavyo unahitaji. And when you take full ownership of your growth and build deep resilience, pale ambapo sasa you take full ownership, you take care of yourself and resilience. Udhibiti, you can control yourself, you can control your life, because you are growing. The path to spiritual maturity is completed with self-reflection, forgiveness, and surrendering our ego. Tuwe na msimamo, someone who is mature has his own principles. Si mtu wa kuyumbayumbishwa hivi. Timu wa kuyumbayumbishwa. Ukakoma ndoke wa mutangiye na kuwa tanuo maliwe kilasi. Umefunzwa mafundisho ya kilasi. Ukampokea Kristo kama Mwokozi na mkombozi wa maisha yako. Ukakiri kwamba Kristo ni Bwana, na bado unahubiriwa na unaambiwa hujaokoka. Na unasema kweli, na ni kweli mimi ni kama sijaokoka. Hata wewe mwenyewe you doubt yourself. Because you are not principled. Forgiveness and surrendering your ego. Mtu ambaye amekomaa ni mtu ambaye anaweza kusamehe. Lili kana penda iwe wewe mbona kuengea kindikono, kwa sababu you were at that stage when you could not forgive, and even if you forgive, you could not forget, and not unless you forget, you've not forgiven. In order to mature, there must be obedience and listening to God's voice. In order to grow, or to mature, you must obey, and you must also be ready to receive the word of God. Na hilo neno ndilo litakalo kukuza. Ndio siweka kuya. Niweka kuya nikenda wewe utona kuya. Kwa hivyo Paulo anaongea na Wakolosai jinsi ya kukua na zile sifa ambazo anazipokea. And then we need to grow spiritually, to increase our knowledge, and also practical obedience to prevent false teachings from the church. Paulo aliona walikuwa kunaingia heretic teachings, false doctrines in the church, na ndio sababu anawaandikia so that they may mature. Kwa sababu alijua kwamba once they mature, no one will be able to take them as land. Hakuna mtu ambaye angeweza kuwapotosha wakiwa wamekomaa kiroho, wakiwa wamefikia holistic maturity, which means to be mature enough. Now, someone who is mature enough, ba amumanye tolitaye na alangite basa. Yule ambaye ni mature enough akititaye haendi kununua plot na anaanza kujenga duka. Mundu mature enough alitaya diagambe za service. Haendi kununua nazo plot aanze kujenga, kwa sababu akifanya hivyo atakufa. Ndio maana unaona ameenda kununua plot na anajenga, mjengo unafika hapa katikati, zile pesa zote alikuwa nazo zinaisha.
In order to grow step by step, this is the right time when you should now start investing. If you've ever dreamt of a plot, anza kung'ang'ana sasa ununue hiyo plot. Na ung'ang'ane ujenge before your retirement. Kama hivi kubindukilia shares wana pesa ya service. Utielo ni pesa ya stock. Na ukifanya hivyo utaishi maisha mazuri. Kwa hivyo, a mature man should have a house, should have a shamba, should have maybe a business, and should have a family. And they also should educate his children. Huyo ni mtu ambaye amekomaa. Lazima awe na nyumba. Mahali ambapo tukisema sasa, na kwetu niko Kivi. Neighboring village to Kivi, lakini mimi nimelelewa Kivi, tulikuwa sub-pastorate ya Kivi. Na wanaume wa ABC sub-pastorate ya Kivi walishikana makanisa matatu. Na wakasema sasa tutakuwa tukishindana mambo ya ukulima. Na katika kule kushindana mambo ya ukulima walimaliza njaa. Kwa sababu walikuwa wakikutana after the harvest they could meet na kila mtu masindana mbele ukevie msakola mnene. Na walikuwa wakitembelea mashamba nikaenda chairman wa Jam City ukaembe matembelea na wakaanzisha maombi ya wanaume. Walikuwa wakitembeleana, wanaenda mashamba, wanaona, and they could advise you where you are going wrong. Wanakwambia hapa, I think it would be good if you do this and this and that. Na kutoka hapo ikafikia mahali sasa mambo na mashindano yakaisha, kwa sababu they could not differentiate, ama they could not get whoever was number one, kwa sababu wote ilifika mahali sasa wote wakavuna sawa. Mambo na njaa, mambo na kwenda kutafuta kununua chakula ikaishi. Wanaume ambao walikaa na wakakomaa na wakaamua kuwalea wale wengine ambao wako kiwango cha chini na kuwafundisha ili hiyo safari ya poverty eradication waende wote pamoja. Mwanaume ukiwa mwanaume kama uko nyumbani na usiku Nairobi, hata ukiwa uko Nairobi, unapaswa kuwa una uwezo wa kubeba mahindi uko nyumbani, unakuja na unasaga unga, unapika ugali. Si kila wakati pesa dukani, kila wakati pesa dukani. Ukiishi maisha hayo kama mwanaume, you will never hautanunua hili shamba unless ula muda wako. Duka wako, na duka aka, na ukaenea kuilobi. Wewe ni wala kuinuka. Mungu na yeye alikile Mungu hapa dukai. Wewe mume. Kwa hivyo wanaomba kuilobi, nafikiria pia itakuwa vizuri. Kama tunaweza tukapanga mpango kama ni hao hapa Kitengela, wale wa kule kwa Mkatani, tunafanya mpango wa kutembelea hata nyumbani. Na hiyo ndio sangiwa haina mungu mwitu wa kwa mtu tukulete kuona mama wetu na mtu ndani wetu. Ila wa ni mtu imegeka tukulete kwa. And we have brothers. Kama mimi ningeulizwa, ningesema wanaume kama ni hapa Kitengela, mnaungana. Nasema after every 1 or 2 months tunaenda kwa mwanaume mmoja nyumbani. Tukatembelea, ukaenda kaisa ndugu mswe. Kama makenga na mbegu bado wameituma. Kama makenga na yule sasa wape. Wewe na chali na mwagiku kwa area nisi ya huyo. Hivyo kitu ni baya ni kwa no hawa itina ndio ndio kitu ni baya ni kwa we want we ba mo iti ya emena uyo le kama ni kuitu na kila kitu ni kukeka
hilo litakuwa ni jambo la kufedhehesha sana. Kwa hivyo, a mature man should have a house. House is also a basic need. Should have a family. Anapaswa kuwa na shamba ambalo pia limetunzwa. And growing holistically is also knowing the word of God. You cannot grow without the word of God. Praise the Lord. Amen. You cannot grow without the word of God. And also knowing the will of God and doing it. Grow, a holistically grown person knows the word of God and does it. Also, a grown person fights against poverty. I've talked about that. Identify the resources we have. We have so many resources that perhaps we have not identified. We have resources. On our resources big. By the way, not as we see identify. Because you on a 2 minute we love it. Because on a 2 minute we love it. Kuna mzee wangu mmoja tulikuwa tukiongea naye wakati mmoja. Is a prominent farmer. Na akaniambia alikuwa akifanya kazi nzuri, alikuwa akifanya kazi nzuri, lakini ikatokea mambo akafutwa. Alipofutwa alisema alikaa na akafikiria sana. Akajiuliza, kwani lazima niajiriwe kweli? Na akaamua kutoajiriwa na akajiajiri shambani. Today that guy is a millionaire. That guy today is a millionaire. Tunakanyaga pesa. Tunacheza na pesa. Tunacheza na utajiri because we have not identified. They desire to do the best. And the desire to develop in the word of God. Kila wakati, your desire should be doing the best. Unahisi tu, unataka kufanya jambo lile ambalo ni nzuri na ni nzuri kabisa. That one is a grown-up person. That one is a grown-up person. Steps of growth. We have 3 steps of growth. As stated in 1 John 2:13 and 14, where it talks about children, young men, and fathers. And children are identified by their limited understanding capacity. Kwa mtu anakomana Mungu ni mature kanani chao, because maturity is not all about the age. By the way, kusiana nene kana kanene kana miaka 50 na wewe mtumia ungwe na miaka 20, unakuta huyu umundu wina bata munene ukiwa na jambo ambalo ni jambo la kindani kabisa na linahitaji ustaarabu na pia linahitaji ustadi wa kulitatua. Kuna mtu ambaye unajua na ni mtu ambaye ni mtu mzima ambaye huwezi ukamwita. Kuna mtu unajua yuko na bibi. Kama Mungu sio tete ndio wala sensitive. Ule mwita kinani.
mwekalele watu kumaanisha mundu suti mwima akitembea kunene nunda kera ni mwima mundu su walitomwita akakalila ndende tusha. Lakini kwa sababu hiyo mtu bado hajakomaa, hajakuwa, unajua hata ukimuita it cannot give you a solution. So, maturity is not determined by age, but by obedience to the will of God. Children, they first learn the doctrines of sin so they know when they sin. Hata watoto wakikosa wanajua wamekosa. Watoto wakikosa wanajua wamekosa. Nichoga dati wone wako na oya wone waumana kwa sababu wanajua hayo ni makosa. That means they are growing. And also wakishaendelea na kufundishwa, they know about baptism and identity with Christ. Baptism and the identity with Christ. Wanajua mambo na ubatizo. Ndio sababu kwanza tunaingiza wanarika wetu ama watoto wetu klasi ili wakafundishwe, wakakue katika neno la Bwana. So that tunaweza tukawa na watu ambao ni wakutegemewa katika kanisa. The spiritual child should come to understand the need for baptism and also prayer. And also the child becomes familiar with the doctrine of prayer. They familiarize with prayer. Nichoona hata kama ni masaa ya kwenda kulala, unaambia mtoto, hebu tuombe. Unasikia na Father bless this food before we take it. Amen. Kwa sababu anajua maombi, hata kama akili the types of prayers kama praying depend according to the to time. Na Mungu anasikia hapo. Mimi unakaka kama moyo sio naangalia kabisa na kwa ndipo ya moyo sio na yeye mwenyewe. Mtumio wewe wende moyo la alimu. Mungu anaangalia mbele. Na kwa sababu ilikuwa kila wakati wa kula alikuwa anafuatilia sana hayo maombi. Na akaja wakati mmoja akawa amelewa chakari akaanguka. Na alipoanguka mali alipokuwa ameanguka akatandika. Nyoka akatoka huko anakuja akakuta yale mtabuko akaanza kulamba. Na mtumia ile hapo ilo. Baada ya kuja gaya hiyo cha yake ile kwa wao. Ndio wao tamu kwenye chao. Na amba na zote ndio yao katika wao. Kwa sababu Mungu wetu anatuelewa according to our infancy. Kulingana na ule utoto wetu, Mungu wetu anatuelewa. Ndio sababu utaona someone at the age of 50 amempokea Yesu Kristo and he is termed as a child of God. He is termed as a child of God in respect of his age. Kwa sababu hapo ndipo ambapo amempokea Yesu Kristo na anakubalika kama mwana. Na akiomba Mungu atasikia maombi yake. Mpaka sasa aendelea kufundisha ili akaweze kukomaa. Na hata kwa chema. Mwana kama mkanisa sio kumwambia aombe. Kuna mzee mmoja alikuwa hubiri ibada na mkewe akamwona akamjua sana na pasta. Akaja amefunga kisoa kizuri sana. Akiwa smart kama huyo ndio wangu. Pasta akaona mzee smart sana. Akamwambia huyu mzee akuombee. Mtumia wake la. Hapo yeye baadaye. Ndio ndio kanisa wao waona atongoe sana. Kila kitu mambo yasi ambele ndio kama tabaya chao.
itumila maneno sababu zile ambazo walinipatia mojawapo ilikuwa tunashindwa ni njia ya kumaliza maombi. Njia ya kumaliza maombi usifikiri iko rahisi hivyo. Alafu yule mzee akaomba. Maombi yalisikia yameisha, lakini ameshindwa atayamaliza vipi? Sasa akiangalia tu hapo leo. Unapaswa kufamiliarize with prayers. You need to familiarize with prayers. Kwa sababu wakati mmoja utaenda mahali na utaonekana kuwa mzee wa heshima wa kutoka kwa kanisa la Africa Bible Church at Riverside Pastorate. And one of the congregants, you are among the congregants, alafu unaambiwa wacha huyu mzee akuombee. Ukekata. Kama ukekata mwana mwingine, hiyo mambo ya na hiyo kama msio kwa ndio unajua ukekata. Hata waliambiwa kwamba walikuwa ni waimbaji. Alafu mmoja wao akaambiwa afunge kwa maombi. Mimi nilikuwa nimesimama next to that man. Tulikuwa tumesimama next to the door. Alipoambiwa aombe, alikuwa amevaa slippers. Akatoa slippers moja. One step. Akatoa ya pili. Next step. Alafu 2, 3, 4. Alipofika pale nje, akakimbia pia. Akatoroka. Anaogopa nini? Anaogopa maombi. Na watu walifungua macho waliposikia huyo ambaye alikuwa karibu na mimi amecheka. Kwa sababu alisikia nyayo, akatazama akaona ni huyo ambaye alikuwa ameambiwa aombe na kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu he was not mature. Alikuwa bado ni mtoto. Ingawaje kwa kuonekana alionekana kuwa mtu mzima. So we need to familiarize with prayers. Step 2, the young man. An example of Joseph. After growth and the teaching, the young man has left the child stage to spiritual young manhood. Unatoka hiyo stage sasa ya utoto to spiritual young manhood. Unatoka kwa childhood, now you are in young manhood. You are heading to mature father. Where now there is justification. He learned that he makes mistakes, and going back to the Bible, anatambua sasa kwamba kuna mambo alikuwa anayafanya ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Now he looks for justification and sanctification by receiving Jesus Christ as his personal Savior. The third one is faith. The young man begins to learn about walking in faith, and he begins to take God's word and walk in it. He now begins to take God's word and walk in it, doing according to the word of God, because now he is someone who can understand. Ni mtu ambaye sasa ameanza kukomaa. He is now able to distinguish between this and that. So that is a person who is growing and is showing growth. Na sasa anajiandaa for spiritual warfare. The young man begins to learn a new, often unwanted and pleasant lesson of spiritual warfare. The story of David and Goliath. Anakuwa sasa shujaa wa vita. Na kwa kuwa he has the word of God, he is not afraid to fight. Then overcoming. Akona mbinu zote za kuweza kuovercome all sorts of spiritual warfare. Then
complete set of doctrinal experiences that separate him from the little child. Hapo sasa, he has now doctrinal experience. You know the doctrine of salvation. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuja kukuambia hujaokoka, kwa sababu you know what does it mean to be saved. It is nothing other than receiving Jesus Christ as your personal Savior. Nothing other than that. Ati kwa sababu wewe wa MBC wewe wa ndani. Wengine walikuja kwangu, nilikuwa kijana. Wakaniuliza umeokoka? Nikamwambia nimeokoka. Unaenda kanisa wapi? Nikamwambia naenda MBC. Mmoja akasema MBC hakuna wokovu. Mimi nilikuwa salvation yangu nikaokoka. Nilipookoka nikatoka. Mwingine akasema mimi nilikuwa Catholic, nilipookoka nikatoka. What I told them was that even up to this moment you are not saved, and you need someone to teach you what salvation means. Amen. Na mimi na hiyo ndio kwanza hiyo mtaani yetu ni dini, ni mtaani yetu ni Kristo. Mume mwema, mwanamume ambaye amekomaa, si mtu wa kuyumba hivi. Ni mtu ambaye ana msimamo, mtu ambaye anamtukuza Mwenyezi Mungu. The third step, the spiritual father. Now, after that young man has grown to a father. It is in this stage that God calls. Ndio sababu tunasoma in the beginning God created man. It is at this stage when God calls every Christian man, because now he is mature. And to understand, let us make man in our own image and likeness, that they may reign. Man, the royal priesthood. Learn to be selfless. Therefore, turn from I, me, mine to Heavenly Father and His earthly sisters and brothers. Someone who is grown up, someone who is mature. Let me not use she. He does not focus much on himself. I, me, mine. He focuses on us. Kwa sababu hana selfishness. He's not selfish. That one is a mature person. Niendapo nilikumbuka siku moja umetoka shambani, chairman na mama yake Mundua umetoka shambani na umefika umechoka, niruhusu nitumie uchairman au simama. Umetoka shambani saa 8 umechoka, unajua kali, alafu umeenda umefika nyumbani unakuta Mundua na Sami wanacheza. Alafu mama yao anauliza, "Umepika lunch?" Wanasemaje? Hapana. Kwa nini hamjapika? Sisi hatukuwa na njaa. Mshakutana na such cases. Wao hawako na nini? They don't care about the others because they are children. Ati hamjapika, kwa nini? Sisi tumeshiba. Na wale wengine je? Kwa hivyo watoto they focus much more on themselves but not others. Lakini for someone who is mature, lazima awahusishe wale wengine. Ndio sababu unaona mama yao sasa anapika chakula na yeye ameshiba, anawapakulia na yeye does not eat, kwa sababu yeye ameshiba. Na hata
nyakati nyingine tulikuwa na watoto tunaachoa watoto. Na kwa sababu sisi tumeshiba, tunawashughulikia, tunawapikia. Kwa sababu we are not focusing on ourselves. Kwa hivyo, a mature person does not focus on himself. Have concern for the rest, for the lost, the captives, the maimed, and the dying. We have concern. Ni wanaume wangapi katika kanisa lako ambao wako na 3 weeks not attending Sunday service? Are you concerned? Are you concerned about their well-being? Are you concerned about their whereabouts? If so, it means that you are mature. If not so, it means that there is something remaining to attain maturity. Kuna kitu ambacho kimesalia tuweze kufikia sasa ule ukomavu. Kwa sababu we should not focus on ourselves. Righteousness. Once I reach maturity, righteousness becomes reality. Ule utakatifu sasa becomes reality. Mercy, grace, they accompany. Okay. Suffering. A mature man has learned a true suffering for Christ. A mature man does not fear suffering for Christ. Unajitolea. Kwa sababu suffering tuliona ni one of the entrances of serving God. Kwa hivyo, mature person does not fear, is not afraid of suffering. Worship. A mature man knows a true worship, and no one needs to tell him about worship, because you know what it means to worship. You need no one to tell you. Ni kule kutiana nguvu katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunakutana kwa ibada ya Jumapili kutiana nguvu katika safari ya imani, katika safari ya wokovu. Tunakutana kama katika conference ya wanaume ili kutiana nguvu katika safari ya imani. Naendelea na kumalizia the path to holistic maturity. Niliwaambia nimefanya summary kwa sababu ya muda somo, I'm now crowning. The path to holistic maturity involves these 5 pillars. The 5 pillars of holistic maturity. 1. Physical. Establish sustainable health habits. Focus on balanced diet. Ignore mambo na diet. Do not ignore your physical well-being. Kwa sababu hata Mungu hataki watu wanyonge. Anataka watu ambao people who are energetic, so observe those. Practice consistent rest and stay physically active to maintain your energy levels. Uwe na muda kiasi tu wa kupumzika. The second thing is mental, so cognitive. Commit to being a lifelong learner. Commit to being a lifelong learner. Welcome new ideas. Be teachable so that you may grow. Not unless you welcome new ideas, you have stagnancy in your life. You will not grow. You will be stagnant. Peka tulako hapa na uli choma hapo hii. Na kuna wakati ulikuwa unafika unasimama na bado unaendelea na kuzungusha. Scientifically, you are not doing anything. Even though you might be tired kwa sababu ya kuzungusha, lakini scientifically you are not doing any work, because work, I can remember it was calculated as force times distance. Kwa hivyo yes,
you apply some force, but there is no movement. So you are stagnant. You are doing nothing. You cannot be awarded. Not unless you open a room for new ideas, you will never grow. Easy things. Najua mlinunua. Lakini most of you, perhaps they don't know what they are. Easy things. Tangu things zianzishwe. Kama kuna elimu ambayo sina, ni ya mkutano aidha wa kwanza ama wa pili. Wa kwanza na wa pili. Tangu they were introduced. Niko na zote for men and for women and for youth. Niko nazo zote things. Wengine zile yao ya 2025, 2026 they don't have. Na ni things nzuri sana ambazo unapaswa kukaa after some time unachukua ya 2025 and you connect to 2026. Emotional. That is also another pillar. Develop emotional intelligence by learning to identify, to understand and regulate your emotions rather than being controlled by them. Some people are controlled by emotions. In fact, on our we have emotions. Let your emotions not control you. Social. Cultivate empathy and build supportive, mutually uplifting relationship. Practice clear, compassionate communication and active listening. You have to be empathetic, supportive, uplift one another, build a relationship, and practice clear, compassionate. Then you communicate and active listening. Even our God is a God of communication and words. Learn to communicate with your friends and also to communicate with your God. The last but not the least, spiritual. The fifth pillar. Connect with your core values, morals, and purpose. This can be fostered through meditation, mindfulness, prayer, and connecting with nature. Spiritual. Uwe na wakati wako wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Create time to communicate with God. Create time to meditate. Fikiria ule uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Ujiulize maswali. You have self-evaluation. You can evaluate yourself. Whether you are mature or you are a big child. Because we have learned that maturity is not determined by age. We can have a child who is 40 to 50 years of age. Huyo kijana ana act kama mtoto na ni mzee mzima. Kwa hivyo kuna watu ambao kwa mtazamo ni watu wazima lakini ni watoto. Na sasa ndio sababu tunajifunza kupitia kwa neno la Mwenyezi Mungu. Jinsi Paulo alivyopokea habari kutoka kwa Wakolosai, jinsi walivyokuwa wakizidi katika kukua. Nasi kama wanaume tunapaswa kuonekana tukikua kimaadili, tukikua kiusemi, tukikua hata kiutendaji kazi wa Bwana. Kama ni budget, pastor ameleta budget kwa kanisa lako. Pastor is just a spokesman, is a spokesperson. Ameleta
tunu. Yeye ni spokesperson, yeye ni ambassador, yeye ni kazi yake ni kutumwa tu. Sasa unaanza ni kama unamgombanisha, ni kama unamtetesha. Yaani nyinyi hivi ilikuwa gani kama. Na tunaona wachungaji wanatesikia kwa makanisa ambayo ya kuna wazee ambao tunatarajia kuona kwamba wamekomaa. Kama ni budget imekuja, wanaketi wanasema, hii ndio budget yetu ya mwaka huu. Unaona tufanyeje? Tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Ili tuweze. Kama ni sadaka, unajua kwamba unapaswa kumtolea Mwenyezi Mungu, utoe kwa ajili ya pastor. Kama ni fungu la 10, unajua kwamba utoe kwa sababu ya pastor. Kwa sababu umekomaa. Ukikomaa hakuna manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yule ambaye amekomaa hakuna manunguniko. Hata katika familia zenu kuna budget hapo kwako. Hata kama hujafanya budget, kuna ile mipango yako ambayo uko nayo. Na inahitaji hela, inahitaji pesa. Kwa hiyo ili kazi ya Mwenyezi Mungu iendelee, lazima pesa zitumike. Na ndio tunafunzwa ili tuweze kukomaa. Na tukikomaa, kazi ya Mwenyezi Mungu itaenda vizuri sana. Tukikomaa, hakutatokea vita makanisani. Ukiona watu wanagombana, ukiona watu wanapigana, jua hapo katikati yao kuna mtoto. Na ndiye amefanya jambo ambalo aliwapendeza wao wengine. Amen. Kwa hivyo kama kanisa la wanaume tukimaliza na jinsi tulivyomaliza mwaka huu wa 2026, kwa sababu mwaka wa 2026 tumemaliza siku ya leo kama wanaume. Tukija kukaribisha mwaka wa 2020, tunaanza ya 2026 2027. Kwanza mwaka wa 2026 2027 tutakuwa wanaume ambao wamekomaa, ama tutakuwa wanaume wa aina gani? Wanaume ambao they have established their fatherhood to their children, and they have taught them how to overcome the hindrances of serving the Lord. And after that, they have grown up to holistic maturity. Know what next? Ili sasa uweze kuunganisha hii dhimu na dhimu ambayo itakuja. Baada ya kufunganisha hizo vitu watatu, hiyo sasa nyingine inakuja ya nne. Inakuja kwa mtu ambaye amekomaa. Inakuja kwa mtu ambaye amekomaa. How will you receive it? How will you welcome it? Bwana atubariki na bariki neno lake. Amen.